Kuna dada mmoja jana Jumapili walikuwa wametoka na wanawake wenzao wameenda sehemu kukaa. Huyo dada anasema bahati nzuri alipofika kukaa amemuona na mume wake kakaa na kundi jingine la wanaume, ila dada alikuwa hajamwambia mume wake kwamba atakuwa kwenye hiyo sehemu. Anakwambia amekaa pale, yeye yuko na wanawake wenzake na mwanaume yuko na wanaume wenzake wako kule. Sasa anamwambia huyu dada, wale wanaume waliokuwa wamekaa na mwanaume wake wote ni wanajiweza kasoro mwanaume wake tu. Unaona, wote wanajiweza kasoro mwanaume wake. Sasa dada anakuambia nilijisikia vibaya kwa sababu yani pale nilivokaa naona dakika sifuri mwanaume wangu kaenda kachukua sigara kawasha kaleta. Anasema mimi mwanaume wangu havuti sigara kabisa, lakini kaenda kachukua sigara kawasha kamletea mtu. Kaka muda mfupi katumwa kaenda jikoni katoa oda chakula kikaletwa. Muda sio muda wamemaliza kula, mhudumu kachelewa kunawisha mikono, kaenda kuchukua kibakuli cha kunawisha mikono kaja kuanawisha mikono. Hatujatulia vizuri. Anakwambia kuna wanawake walikuwa wamekaa sehemu nyingine ya pembeni, katumwa akaenda kuomba namba ya mwanamke, kapewa ile namba kaja kaileta na anaona anavompa huyu mtu mwingine huko. Anakwambia kitendo cha kukaa pale masaa mawili matatu nimeshajionea matukio ya mwanaume wangu anavotumwa anapopelekeshwa, yani karibia mara 4 mara 5, yani anasema nimejisikia fedhea jamani. Hii sio kwangu tu peke yangu. Najua inatukuta wanawake wengi na mengine hatuyaoni kwa sababu wanaume wanapotokaga tunakuaga tuko nao. Anasema jamani, wanaume wetu tunawaomba kama huna hela usitona tuzalilisha. Anakuambia dada, mimi nilikuwa nimevaa nimependeza, lakini hivi mpaka confidence ikaniishia kabisa. And I was so excited kwamba nikitoka niwatambulisha wale nilikuwa nimekaa nao kwamba huyu ni mume wangu. Anakuambia mpaka confidence ya kutambulisha huyo mume wangu nikawa sina. Anakuambia sikuwa nayo kabisa. Yani nilijisikia aibu, nilijisikia vibaya. Anasema nilijisikia vibaya sana, lakini yote hiyo ililetwa na nini? Kwa sababu ya pale ndo mdhaifu, kila kitu anasubiri kufanyiwa, kulipiwa, kufanywa hivi, na najua alikuwa hana hela. Kaka zetu, hebu ikifika wakati hamna hela, tunaomba msituaibishe sisi watu wenu, lakini au bora hata muombe hela kwetu sisi hapa kina mama tukosake shilingi 10,000 20,000 ndani kuliko uende ukatufedheshe huko kwa kutumwa. Bora tutoe 20,000 zetu tuwape. Nyembo TV.